Kuna nini? Kuna nini? Sikiza nikwambie. Sawa? Nisikilize kwa makini. Shida nini? Kimya. Sitaki kukuona hapa kwangu. Na kuanzia leo sitaki kuwa ndugu na wewe. Tumefuta. Sitaki nikuwa toka. Toka kabisa, toka. Shida nini? Kimya. Toka. Sitaki kukuona hapa kwangu. Kimya. Nataka tu kujua kwa nini unamfukuza ndugu yako? Nimekwambia kaa kimya. Allah. Puma, vipi rafiki yangu? Mbona juani tena? Jua lote hili upani juani tu yani wewe. I say. Vipi rafiki yangu, mbona upo? Ida nini? Au basi na hebu twende kwanza. Shida nini? Blaza, kama nilivyokuambiaga, pale nyumbani kuliwakaga moto kipindi kile? Na huo moto hujawahi kuzima mpaka leo. Kwa hiyo hapo unavyoniona hivi nimefukuzwa. Sijui naelekea wapi na sijui nitalala wapi. Kakufukuza ni blaza yako? Kashanifukuza kachala. Sina pa kwenda. Usijali rafiki yangu. Kwa kuwa nasema kwamba ukiwa na rafiki umjali. Wala usiwaze sana si sehemu si ya kulala no. Mimi nitakuchukua na kupeleka nyumbani kwangu. Maisha mengine yataendelea. Au unaonaje? Usilie. Alafu sisi unamwoza mama yako, wewe nyamaza, wewe ni mwanaume, piga moyo konde. Haya ndo majaribu. Ufuda basi machozi. Futa machozi. Wewe ni mwanaume, usitoe machozi. Mama kipindi alikuwa hapo hai. Na hisi haya yote yasingetokea kwa sababu ningeenda kwa mama yangu. Najuta mimi kwa sababu sina mama na baba. Wewe ni mwanaume. Na siku zote mwanaume lazima apitie changamoto. Sijui unanielewa hapo? Nimekuelewa blaza. Kwa hiyo usikumbuke ya nyuma. Sawa, wewe ni mwanaume, hizo ndo changamoto za maisha sasa. Na akili ipanuke. Sijui kwamba unakaa tu kwa ndugu yako pale. Unalelewa baba zimo na ndevu kabisa. Hiyo ndo changamoto sasa. Kingine kinachonishangaza, blaza kanifukuza hivi sina kosa lolote. Alafu sawa, unasikia? Kuanzia leo mawazo badilisha. Kwa sababu ujitegemewe kama wewe. Mimi sawa nakuchukua na kupeleka pale kwangu. Lakini nitakupa mtaji kidogo ujitegemee. Usikumbuke ya nyuma. Sijui unanielewa? Mdogo wangu. Naelewa. Nyamatolu. Ayote mimi najua nitafanya afu nitafuata amri yako. Hapo sawa sasa. Sio mwanaume unakaa nyumbani mwisho wa siku mnaanza kugombana na kaka yako. Sikia sasa. Sio waongeaji sana. Shemeji. Naam shem. Kule niliwakuta na kaka yako. Mmekaa pale nyumbani. Mlikuwa mnaongea nini? Tulikuwa na mambo yetu tuna blaza. Kweli shem.
Najua shani hofu toka siku ile, ila mimi siwezi kusema hivyo. Mimi ni mtu mzima shemu. Kana amani. Hakuna kitu shem, hata nilikuwa simaanishi hicho, ila tu nilikuwa nauliza. Sawa, kana amani. Hapa shem. Shem, unamaanisha kumwambia chochote kakako? Nafurahi sana shem. Tutaonana baadaye. Karibu. Asante. Umekaa mlangoni, napita wapi? Penzi na wewe. Njoo ukae hapa. Kuna kitu nataka nikwambie. Oh, baby. Kuna kitu mimi nataka nikwambie. Utakipokea? Wewe ongea tu. Sina kusikiliza ndo maana nimekaa hapa. Baby. Mimi na mimba. Na mimba yangu? Mimba yako ndio, ya nani tena? Kwa maana hiyo mimi sasa hivi naenda kuitwa baba. Yes. Mungu ni mwema. Kwa sana sisi tutakuwa tunabeba mtoto wetu. Si ndo maana? Sasa utaitwa baba. Niache na ndevu kidogo. Ndio mtoto wangu anazishika. Sasa hivi nakuahidi sawa. Kama kweli uko mimba. Kufanya kazi ngumu sasa hivi hamna. Nitafurahi sana. Hivi hapa nampigia mamangu simu nimwambie kwamba naenda kuitwa baba. Alafu marafiki zangu wote nitawaambia kwamba sasa hivi sitaki maswala story ambazo hazieleweki. Mimi na familia natarajia kuitwa baba. Sijui mara ho twende disco Irunde sitaki. Sasa hivi saa 12 nipo nyumbani kwangu. Tumetulia na mke wangu. Sitaki kabisa mazoea. Na mimi nitaenda kuheshimika sasa. Nikipita Toru wanama na mtoto. Sio tu kwamba Toru ana maafu sita mtoto. Kwanza tu mrafiki ambaye ana mtoto mimi sasa hivi sitaki. Nataka mtu mwenye mtoto ndo tuongelee mada za familia. Sio hivyo. Natoka senta baba na mbeba. Mungu ni mwema kweli yani.
Hivi unajua kama nakupenda sana kuliko unavyonifikiria. Sema kuna kitu kinaniumiza sana. Kama kitu gani tena hicho? Mume wangu, sidhani kama ukijui kitendo ulichokifanya cha kumfukuza mdogo wako nyumbani ndio kinachonifanya mimi kiniumize sana. Nisiwe poa kabisa. Najua tunatembea, tunafurahi, lakini kuna muda nikifikiria mdogo wako inaniumiza kwa sababu hana kosa lolote. Yaani mimi na yeye tulikuwa tu marafiki kama hivyo shemeji, tunakaa watu wawili nyumbani, alikuwa na kazi yoyote. Tumefanya kazi zote tumemaliza. Kuna muda tunapata tu ule muda tu kuna nini kuongea, kupiga story, kunini. Lakini mume wangu ulifikiria tofauti. Mdogo wako hana kosa lolote kwangu mimi hapa. Sema wewe yani ulishindwa kunielewa mimi na mdogo wako kashindwa kumuelewa. Hebu naomba yani sijui nikwambie vipi. Yani inaniuma sana. Naumia kwa sababu ni kitu ambacho sio sahihi na sio kweli. Kwa wewe mke wangu umekosa stories zingine zote za kuongea. Mpaka unaamua kuzungumzia mambo ya nyuma. Hivi unanifanya mimi mjinga? Mume wangu, wewe unaona uko sawa? Kwa kama kuna vitu unakosea kuongea au kuvifanya nisizungumze. Nisiongee kama mwanamke au nisiongee kama mke wako? Sasa nikwambie. Mimi sipingwi na kitu chochote ambacho nimeamua. Kitu nilichopanga siwezi kupanguliwa. Nadhani umenielewa. Mume wangu, ndiyo umekosea. Yaani hapo nitakubali ndiyo umekosea. Kwa sababu utamfukuzaje ndugu yako wakati hana kosa? Alafu unalazimisha anakosa. Na mimi nikizungumza kama mke wako hunisikilizi. Nikwambie nini baba? Sasa kama anakosa, basi hata mimi pia ninakosa. Kwa nini ukutufukuza wote nyumbani kwako ili ukae peke yako? Halafu kingine mume wangu, ni kwa nini mimi nikikupa ushauri wa aina yoyote huweze kunisikiliza? Kwa humu ndani au pale nyumbani kwetu, kwa mimi na wewe, yani mwenye mamlaka na maamuzi ya kuzungumza ni wewe peke yako. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo maanisha? Anyway, tufanye sawa, uko sawa. Ila kumbuka umekosea. Na kingine mume wangu sichokijua, sawa na usiku wa giza. Mtu ondoke bwana. Mke wangu, hebu twende basi. Twende.